Amekohoa sana. Nilikuwa natama kila mtu atoe makohozi yote kwa kifua chake. Wengine wanasema ati baba yuko katika mahali mbaya kufanya uamuzi. Mahali mbaya ni wapi? Pale tuko ndio mahali mazuri zaidi. Kuna yale ambayo yanafanyika katika taifa letu ni maneno muhimu sana katika historia ya nchi yetu. Ukianza wakati wa enzi wa koloni, ungio huru imekuja miaka 61 sasa. Angalia kule Kenya imekuwa. Wakati inafika ambayo watu wanasema enough is. Mimi najua pale maneno haya yanatoka. Mwaka jana tulikuwa kwa barabara wa Kenya, na wajamaa walikuja na yale ambayo walifanya. Tumepoteza maisha mengi zaidi mwaka jana. Watu wanatolewa kama nyumba yao, wanapigwa risasi. Tumezika vijana wengi zaidi mwaka jana. Tulikuwa tunatoka kwa barabara, wanakuja na risasi wanafyatua kwetu bila huruma. Mpaka wakati mwingine nikaambiwa ya kwamba mkirudi tena kule Kamkunji, pale mimi mko pale kwa jukwaa, mtapiga risasi na watu ambao wameleta pale askari ambao hamjui. Ndio mimi nikamwambia hawa watu tusiende kule Kamkunji siku ya leo. Walikuwa na njama mbaya zaidi. Sasa tukasema, rafiki yangu akatoka kule Nigeria, akaja akaongea na sisi, akasema tuketi chini. Tukaongea, baadaye tukakubaliana ya kwamba badala ya kupeleka watu wetu kwa barabara na upige na risasi namna hii, watu waongee. Kalonzo akaongoza timu yetu. Wakaenda wakakaa chini wakaongea, wakatoa ripoti ya NADCO report. Hiyo ripoti ikaletwa ikakabidhiwa mimi, wengine wakapelekea Bwana Ruto. Jamaa wakakaa ngumu na hiyo ripoti. Na mimi nilikuwa nimejua yale ambayo yalifanyika mwaka jana itarudi tena. Hii mambo ya Gen Z si tofauti na yale ilikuwa mwaka jana. Ile hasira ya mwaka jana ndio imerudi sasa. Na Gen Z wamenitumia mimi ujumbe, kaniambia baba, kaa nyumbani, umfanya kutosha, wacha sisi tumalize hii kazi. Sio nitumia mimi ujumbe namna hiyo. Si mimi nimetulia. Mimi sijafanya chochote. Lakini juzi wakanitumia mimi ujumbe ya kwamba ile ripoti ya IEBC ambayo imepitishwa na bunge itawekewa sahihi na Bwana Ruto, na wanataka mimi kama co-principal niwe pale. Wakasema itakuwa Ikulu. Nikasema mimi siendi Ikulu, iwe mahali ingine. Wakasema kwa OP, nikasema hapana. Mwishowe wakasema KICC, nikasema hapo sawa, nitakuja. Nikampigia Kalonzo simu, nikamwambia Kalonzo, wanataka mimi niende, lakini wewe ndio uliongoza timu yetu. Wewe na Wandae muende na mimi nikae kando. Kalonzo akasema mpaka wewe ukuje. Mimi nikae kando. Sasa ilikuwa tuanze iwe saa 3, nikamwambia mimi sijajitayarisha, wacha nijitayarishe, tuweke saa 4. Tukaenda tukakutana na Kalonzo na hao wengine wote. Tukaongea pale. Ndio sasa tukaongea tukasema
pale Kenya iko hapa, tuko mahali mbaya. Mama hawezi kuendelea namna hii. Hatuwezi kuongea mambo yoyote mpaka watu Kenya wakubaliane. Nataka watu waelewe pale hii mambo ya dialogue ilitoka wapi. Tukaongea tukasema tuweke kongamano ya watu, si dialogue na Bwana Ruto. Ili kwa ni people's dialogue. Ati wa Kenya waende, sisi tukae pale ili tuongee kama wa Kenya. Sio ati kwenda kuongea na Bwana Ruto na UDA. Hii haikuwa maneno tulikuwa na maneno. Hata Ruto mwenyewe alikuwa hataki mambo ya dialogue. Hataki mambo ya dialogue. Sasa haya maneno watu hawakuelewa vizuri. Manake pale tuko hapa kuna hasira mingi zaidi. Mwaka jana waliua vijana 75 na zaidi. Mwaka huu sasa wameua watu hajulikani ngapi, manake sasa bado hata leo hii umefukua maiti kule Kware kule Mkuru kwa Njenga. Watu ambao wanawawa kama wanyama. Tulisema huyu Bwana Kome atoke. Sasa sisi mwaka jana tulipeleka yeye Hague kwa ICC. Mambo bado yuko kule kwa Hague. Akaniambia mimi yeye haogopi Hague. Nikamwambia wakati yako itafika. Kilio cha kifo halisikii dawa. Sasa Bwana Kome jana tulisema toke na akatoka. Haitoshi. Yule Bwana Bungei ambaye iko Nairobi, mjinga zaidi, afuata. Lakini usiwatoe hapo. Waziri ambaye anahusika na mambo ya usalama ashtakiwe. Kuna masharti mengi zaidi ambayo ziko. Vile Orengo alisema, hawa vijana walienda bunge, wakaenda katika mahakama kuu, walikuwa wanataka waende Ikulu. Hiyo manake sheria ni nini? Inaonyesha kwamba vote of no confidence in the legislature, no confidence in the judiciary, no confidence in the executive. Kura ya kutokuwa na imani na hizo viungo vitatu vya utawala. Vijana wameingia ndani ya bunge mpaka wakaenda kwa kiti cha Bwana Spika. Wakasema ya kwamba hawana imani na bunge. Wakawaita MPs. Sasa vile nasema bunge hii sasa there's a vote of no confidence by the people. Bunge hii ndio kwanza iende. The whole parliament. Haya ilikuwa ni masharti ambayo tulikuwa tunataka kuweka. Kwanza. Pili, tunasema judiciary ambayo tutisi sisi mwaka juzi kusema tulikuwa tunasema hot air, takataka. Wao ndio takataka. Vile nataka radical reforms to the judiciary. Na executive yote nataka reforms. Hayo ndio maneno tulikuwa tunasema tunataka tuende mahali ambayo watu wanakaa chini wanasema no confidence bunge itoke. No confidence in the judiciary. Hiyo ni mambo dialogue tulikuwa naongea juu yake. Sio mambo mengine. Sio mambo ya kwenda kukaa na hao watu kuongea ati mtapatia sisi nini? Ati tupatie hii mkono, patie sisi paja, sisi mguu. Sisi mambo watu wakwenda kuomba. Sisi sio watu kwenda kuomba. Sisi tunasema it is our right. The people of Kenya deserve better. We need good governance. Mwaka jana tulikuwa tunaongea juu ya mambo ambayo hao jinsi wanaongea juu yake. Gharama ya maisha imepanda. Mambo ya ushuru imekuwa juu zaidi.
vijana hawana kazi, unemployment, vijana hawana kazi yoyote, wamesoma, wako na certificate na kuna kazi. Mambo ya ukabila, ubaguzi ya ukabila, tribalism imezidi zaidi. Kijana amesoma lakini hakuna certificate, achukuliwe kwa sababu jina yake inaanza ni Mutua, mwingine ni Wanjala, mwingine ni Onyango na kadhalika, mpaka uwe fulani bin fulani niingie pale ndani. Haya yote tulikuwa tunasema hatutaki kuona hapa. Ufisadi imezidi katika taifa letu. Wengine majuzi walikuwa ni mafukara, sasa wamefyonza damu mpaka wamefura kama kupe. Wanafura kama kupe. Unaona pale hii jamaa amenunua nyumba hapo, mimi naishi Karen. Jamaa yako na nyumba pale, mwingine yako na nyumba pale. Na wananunua pesa taslimu. Mbeba kwa magunia. Hiyo pesa imetoka wapi? Haya yote tulikuwa tunasema tunataka watu waongee juu ya mambo hayo, ili kuwe na welewano, sio kwenda kuombaomba. Hatutaki kuombaomba. Sisi tunasema kabla hatujaanza mambo ya hata kuunda serikali, mpaka kuwe na watu waelewane. Tunarudi kwa uchaguzi. Tunataka turudi kwa uchaguzi. Wala ma-MP tuende nyumbani. Ma-MP tuende nyumbani. Ngapo nasema ma-MP tuende nyumbani, nione mkono hapa. Hiyo ni hata magavana nyumbani. Hata magavana waende nyumbani. Wote sio? Na ma-MCS. Na MCS. Nataka waende nyumbani. Wangapi wanasema ndio nisione? As many what they still say aye. Kwa hivyo nazakayo je? Kwa hivyo sisi tumesema hili kongamano tunataka ni kongamano ya Wakenya, ile ambayo inaitwa dialogue ya Wakenya, kupitisha resolution ya kwamba tunataka hii na hii na hii ifanyike. The people's dialogue. Sisi tunataka. Mnakubaliana na mimi? Mnakubaliana na mimi? Wangapi nakubaliana na mimi? Nione mkono tena hapa. Asanteni sana. Mungu aweke ndugu yetu palipema peponi.